Jina langu Chanel Hisa. Lakini leo nimekuja na mambo matatu ya muhimu sana. Kuna mambo matatu ambayo watu wengi yamewaumiza sana kwenye maisha yao, na madoa ya mambo hayo yameshindwa kabisa kufutika kwenye maisha yao, na wanajuta sana hadi leo. Lakini leo nimekuletea wewe ili uyafahamu na Mungu akusaidie uepukane nayo. Jambo la kwanza miongoni mwa kosa ambalo watu wengi wamelifanya ni kujiingiza kwenye makundi mabaya yaliyowasababishia maradhi ya kudumu kama ukimwi na maradhi mengine, yaliyowasababishia kuwa mashoga, yaliyowasababishia kujiingiza kwenye matumizi ya madawa ya kulevya ambayo mpaka leo hii wameshindwa kutoka. Hivyo ni muhimu sana kuchunguza kundi ambalo unataka kujiingiza kabla hujapata madhara makubwa kwenye maisha yako. Na kosa la pili ambalo wengi wamelifanya ni kujiingiza kwenye ndoa au kuchagua mwenza atakayeenda naye kwenye maisha yake. Sasa mimi nakupa data kidogo, ni kwamba unavyoamua kuchagua mtu ambaye utaishi naye au utakuwa naye kwenye mahusiano, jambo la kwanza lazima uangalie moyo wako. Wewe unamuonaje? Kwa macho yako na moyo wako na hisia zako unamuonaje? Makosa waliyofanya kwenye hili, watu wengi walichagua mtu kwa sababu ya umbo. Unachagua mtu kwa sababu ni mnene, unachagua mtu kwa sababu ni mwembamba, unachagua mtu kwa sababu ni mfupi, unachagua mtu kwa sababu ni mrefu. Sasa madhara yake ni nini? Ni kwamba ukichagua mtu kwa sababu ni bonge, siku utakayokuwa naye kwenye mahusiano au kwenye ndoa, akikonda utaanza kumchukia. Lakini pia kuchagua mtu ambaye ni mwembamba kama kigezo chako, siku ambayo utamuoa na atapata huduma nzuri, atanenepa, utamchukia. Na ukichagua kwa sababu ni mrefu, siku utakayompata mrefu zaidi ya huyo pia utamchukia. Na ukiamua pia uchague mtu mfupi, vile vile ukipata mfupi zaidi ya huyo, baada ya ndoa huyo wa kwako utamchukia. Kwa miongoni mwa kosa ambalo watu wamefanya kwenye maisha yao mpaka sasa wanajuta sana na wameshindwa namna kutoka, na hata kama ametoka lakini imewavurugia kabisa mfumo wao, ni kuchagua mwenza kwa kuangalia kigezo hicho cha umbo. Na kosa la tatu ambalo wengi wamelifanya kwenye maisha yao ni kupuuza fursa iliyojitokeza kipindi ambacho wana fursa nyingi za ofa. Yaani inakuja fursa kwenye maisha yako, lakini kwa wakati huo unakuwa na fursa nyingi, na pale ambapo hata zile ulizokuwa nazo zinakuwa zimeisha muda wake, unaanza kuikumbuka ile fursa ambayo ulipoteza, ambayo yawezekana ndio ilikuwa ya kudumu kwenye maisha yako. Katika muktadha huo ni kujitahidi sana kuwa makini sana, ili wewe si miongoni mwa wanaorudia makosa waliyofanya wengine. Langu jina Chanel Hisa. Bye bye.